kitu shetani anadili nacho kwenye maisha yako ni ufahamu. Akisha kamata ufahamu, ajua nimekuweza. Kisha kamata akili, ajua nimekuweza. Na hili ni jambo la akukamata hivi. Mungu analia kutoka mbinguni, sema dakika moja ghafla na siwezi kunyamaza. Kwa sababu watu wangu, kama alivyosema, hawa watu walivyomjua Mungu hawakumtukuza. Kwa nini? Hawana ufahamu. Na ndio maana unakuta mtu hata kama amefanya uovu wa aina gani, hata kama anafanya mabaya, alafu naye anasema namshukuru Mungu sana amenifanikisha. Yaani kaiba rushwa, kahongwa na mume wa mtu, au alikuwa anaiba mahali, wamemkimbiza akaporomonyoka, akifika huko ng'ambo anasema namshukuru Mungu sana ameniokoa pale. Lakini matendo yake hamtukuzi Mungu. Kwa kila mtu anamkiri Mungu kabisa, lakini hamtukuzi Mungu. Kumtukuza Mungu manake ni kuishi sawasawa na maagizo yake. Huko ndio kumtukuza Mungu. Sio kuandika tu bango kubwa, sijui Mungu namjua. Kuishi sawasawa na maagizo yake. Mwenendo wako, usemi wako, tabia zako, watu wakiziona hivi wamuone Mungu. Hapo ndio Mungu asema natukuzwa. Lakini kama wewe unamsema Mungu lakini matendo yako ni tofauti, wapi na wapi. Mtu mmoja alikuwa anahojiwa, nafikiri na nyewe mliona kwenye mtandao. Binti ambaye amejibadilisha, ni binti sana, ni kijana. Maana ni mwanaume amekuwa binti. Nachanganyikiwa kweli nikiwaonaga. Sasa anaulizwa, wewe unaenda kanisani? Akasema ndio. Wewe unaitwa nani? Akataja jina lake la kiume, alafu akataja ile ambayo amebadilisha. Akasema vipi, mbona umekuwa mrembo kuliko wasichana wengine? Sasa namshukuru Mungu. Yaani na anashukuru Mungu. Yaani wanamhoji, anaona kwamba amekuwa amewazidi mpaka wasichana ambao wamezaliwa wasichana. Anasema na mimi namshukuru Mungu. Akasema unamshukuru Mungu? Unaenda kanisani? Akasema ndio. Unaenda kufanya nini? Naenda kuabudu. Umai kwenda kanisani kwa ajili ya kutubu? Akasema kwa ajili ya nini? Yaani kwamba wewe umemkosea Mungu. Mimi siendi kutubu. Naenda na mimi kuabudu na kutoa sadaka. Kwa hiyo ukienda kanisani wewe unasema mimi nikienda kanisani naenda kama wengine. Alafu mimi sipendi kanisa ambalo linaniambia tubu dhambi. Sipendi kabisa. Nataka kanisa ambalo linatia moyo mtu kwa kila anachofanya. Kwa hiyo ndio nasikia raha sana. Kwa leo ulivyoamka umeomba nimemshukuru Mungu kwa uzima. Nini? Hana maarifa. Ufahamu wake umekamatwa. Lakini kinywa chake kinamkiri Bwana. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu kile cha Mathayo, anasema watu hawa uniabudu kwa vinywa vyao, lakini mioyo iko mbali nami. Na pale neno nasema uniabudu bure. Kuabudu bure manake kuabudu bila faida. Yao unaabudu lakini upati chochote. Hakuna matokeo ya ibada yako. Kwa hiyo ndio kuabudu bure. Kwa nini? Kwa sababu kama haujaheshimu madhabahu ya Mungu aliye hai, haiwezi kusaidia. Kwa hiyo utajikuta unaabudu bure. Na ndio maana tunahitaji hata kwenye kizazi hiki kuinua madhabahu ya Mungu juu ya taifa, kuinua madhabahu ya Mungu juu ya familia, ili wasije wakatokea hawa kwenye Warumi 1, watu ambao hawariziki na walivyoumbwa na Mungu, wakaona kwamba matumizi yanakuwa na sasa hivi wanazidi kuongezeka, kunakuwa na sherehe, kunakuwa na hivi, wanaenda mpaka redioni, wanadai haki za binadamu, wanataka mpaka kwenye katiba ziingizwe, kila kitu kikae sawa, na wao wanaona wako safi, na watu wengine wanaona wamefanikiwa. Na ukicheki unaona kabisa kama wamekuwa matajiri hivi. Yaani ukiona kama matajiri. Na watu siku hizi wanadai hela tu kwanza mbele, vingine vifuate. Kwa hiyo unakuta kuna vitu ambavyo shana anaangalia, tamaa yake ni hii, anapeleka hapa.